Somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaitwa ndoto na tafasiri zake. Namba 15. Tulimalizia na 14, anasema kuokota hela. Kuokota hela, unaota ndoto, unaokota hela. Tukasema maana yake ni unafuatiliwa na roho ya uhitaji au maskini. Kuokota hela hasa za siri, hela za siri. Unaokota pesa za siri, ni dalili ya kwamba utafanya maisha yako yatakuwa magumu, maisha magumu. Ni dalili hizo zinaonekana ni roho za mizimu au ufuatiliaji wa roho ya maskini. Namba 16, kutangulia au kukaa kiti cha mbele kwenye kusanyiko. Unaota ndoto, kuna watu wanakwambia tangulia wewe au kaa mbele hapa. Maana yake huyo mtu ni kiongozi, au wewe unayeota hiyo ndoto, au yule anayeambiwa kae hicho kiti cha mbele, maana yake anaambiwa aongoze. Unaweza ukawa unauliza Mungu, je, Mungu, mimi nimeambiwa niwe mtu huyu, nikatae au nikubali? Alafu kalala ukaota ndoto umepewa kiti cha mbele. Maana yake ni kwamba wewe ni kiongozi, au kuna mahali unapaswa uwafundishe watu na kuwaonyesha njia. Ndio maana ya wewe kuambiwa tangulia wewe, kaa mbele wewe. Ukiota unaambiwa wewe rudi kule nyuma. Ulikuwa umeshakaa mbele, leo wanakutoa na kurudisha nyuma. Maana yake unanyang'anywa heshima yako na unavuliwa mamlaka yako. Wanakutoa mbele, wanakurudisha nyuma. Ukiota ndoto kwamba uko makaburini, ni dalili kuwa umelogwa na kufichwa chini ya ardhi au kuzikwa. Kuna moja kati ya vitu vyako vya muhimu vimefichwa chini ya ardhi, na wamefanya uchawi, ambao uchawi huo ni wa kuzika kitu, ima nguo au nywele au kucha, chochote katika mwili wako unakuwa unaota uko makaburini. Kwa hiyo ni dalili kwamba umefichwa na umezikwa katika maisha ya kimwili. Kwa hiyo huwezi kwenda juu. Ndio maana tumetangaza mwaka wa ufufuo na urejesho. Kama ukiwa na swali unanyosha tu mkono, halafu nauliza. Kuna watu wanaota ndoto kwamba watu wanapanga mstari au wanagawiwa fedha au wanapewa kitu mahali, lakini wewe unakuwa wa mwisho kila siku. Na wakati mwingine katika wewe kuwa wa mwisho unakuta ile zawadi imeisha. Wengine wanakimbia wanakuwahi, wengine wanakimbia wanakuwahi. Maana kuna kitu, kuna vitu utachelewa kuvipata au utapoteza kwenye maisha yako. Ikiwa wengine wanawahi mbele yako wanachukua. Biblia inasema yule mtu aliyekuwa amelazwa kwenye birika akawa anasema, mimi kila mara ninapojitupia, napotaka kujitupia, mwingine huwa ananiwahi.
Inaitwa roho ya kuchelewesha, delay spirit, roho ya kuchelewesha hatima. Kila mara unapotaka kufikia mahali fulani, basi wewe unachelewa, wengine wanafika. Sema katika jina la Yesu, kila roho ya kuchelewesha hatima yangu, chelewesha baraka yangu, chelewesha maono yangu, chelewesha mipango yangu, chelewesha bahati zangu, ninaikemea kwa jina la Yesu. Toka, achia njia kwa jina la Yesu. Mimi ni wa kwanza, mimi ni wa kwanza, sitachelewa kwa damu ya Yesu. Amen. Wakati naeleza kuna ndoto huwa naota hauna majibu au kuna kitu cha kumbuka, unanyosha mkono. 18. Mlango uliofungwa. Unaota mlango umefungwa. Hiyo umefungwa wakati unataka kuingia, umekosa mlango, au unataka kutoka ila mlango wa kutokea huoni, nenda usioni, au unataka kuingia ukuta pamefungwa, au unaota ndoto unaenda mahali fulani kufuatia kwenye ofisi fulani unakuta imefungwa. Hii nilikuwa nafuatilia kitu kwenye ndoto, lakini unakuta pamefungwa. Maana yake kuna kizuizi mbele yake katika kufikia hilo jambo unalo panda au unalotafuta kulifikia. Kizuizi, mlango uliofungwa ni kizuizi kwenye maisha yako. Tusome Biblia katika kitabu cha Danieli. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake mimi Nebukadneza kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha ndoto. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na washiriki na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafasiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafasiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafasiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa kuwa jaa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika Agano la Kale, wafalme wa wapagani walipoota ndoto walizitilia maanani, walielewa thamani ya ndoto. Mfalme yuko tayari kuua watu ili ajue tafasiri, ajue ndoto yake. Mfalme Nebukadneza anasema, msiponiambia hiyo ndoto yangu na tafasiri yake, nitawaua. Lakini leo kuna watu wanajiita ni wafalme, wameokoka, wanaenda mbinguni, hawataki kabisa kusikia wala kujua habari ya ndoto. Ila kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa zamani, wafalme walipoota ndoto walitafuta tafasiri zake. Ndoto yenye kutisha, ndoto yenye kukatisha tamaa. Anaamka amefadhaika. Kuna wakati mwingine unaamka umeota ndoto, moyo wako hauna raha,
Wakati mwingine kuna watu wanaamka kabisa machozi yanatiririka. Alikuwa kwenye ndoto lakini anakuja kuamka machozi yako kabisa kwenye mashavu. Halafu anakula ugali tu, hataki kutafuta nabii, hataki kutafuta mchungaji, hataki kutafuta nini, kwa sababu wameaminishwa na kuambiwa kwamba ndoto sio lolote, ndoto sio chochote. Huo ni upotofu na huo ni uasi wa mambo ya kiroho. Hiyo ni kujichimbia shimo mwenyewe. Ndiyo, ni kujichimbia shimo mwenyewe. Hakuna ambaye atapata hasara zaidi yako mwenyewe. Sema, mchungaji unafundisha nini habari ya ndoto? Hasa neno lenyewe ndoto zilizoota kwenye Biblia ni zaidi ya 23, na watu walioota ndoto kwenye Biblia ni zaidi ya 15, na hizo ndoto zote 23 zilizoota kwenye Biblia zilitimia. Zote zilitimia, zote zilizosema kwenye Biblia, ndoto 23. Hivi wewe unaweza kupingana na mashahidi 23? Wewe ni kamoja tu. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Huo ndio ushahidi wako. Mimi na mashahidi 23 ambao ndoto zao zimetimia, wameota ndoto. Sasa achie, nenda kamwangalia Nebukadneza mfalme. Huyo ni mfalme, anaota ndoto, anaamka moyo wake umefadhaika, anaanza kutafuta namna ya kujua ndoto, maana anaelewa Mungu anaongea na watu kwenye ndoto. Mungu anaongea na wafalme kwenye ndoto. Sisi tunaitwa ukuhani mtakatifu, wafalme, watu wa milki ya Mungu. Sisi kama ni makuhani lazima tuelewe ndoto ni Mungu anaongea na watu. Amina. Yeye mfalme Nebukadneza anasema ninaua watu leo, ninaua watu. Yaani mfalme yuko tayari kuua watu ili ajue ndoto yake aliyoyota, lakini wewe hauko tayari kuuliza maana ya ndoto yako. Kuna wengine hawataki ndoto kabisa, akilala haoti ndoto kabisa, na huyo naye tutamshughulikia. Yaani wako aina mbili. Kuna mtu haoti kabisa, uko hapa ndoto imeibiwa, tunakurejeshea kwa jina la Yesu. Jamani, amina. Yaani kama hauoti kabisa, maana ulimwengu wako wa kiroho umefunikwa, kwa sababu ndoto ni dirisha la mafanikio. Sasa kama dirisha lako la kuchungulia kule kesho limefunikwa, manake wewe ni kipofu, na kama wewe ni kipofu, manake utakwenda kwa kupapasa. Kama ambavyo ndoto yako imefunikwa, hivyo hivyo maisha ya mtu yanakuwa yamefunikwa. Bwana afunue maisha yako katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Mwaka huu usipite bila kuona au kujua ndoto zako na kuishi ndoto zako kwa jina la Bwana. Kwa hiyo hao ni watu wa aina ya kwanza ambao hawaoti ndoto kabisa. Hawaoti. Akilala amelala kama gogo. Karibu. Amin. Unaota, unasahau. Unapoota ndoto, ukiamka iandike. Lakini kuna kuota ndoto hata unapoamka ukiambiwa uielezee huwezi. Yaani unaota ndoto, moyo ni kama unaielewa, halafu unapotaka kuielezea. Sasa ndoto huwa zina tabia ya kuruka, huwa zina mabawa. Kwa hiyo ndio maana sasa hata Nebukadneza alikuwa anaota ndoto, anazisahau ndoto zake.
Sasa inabidi maana yake nini? Maana yake mlango wako wa kupokea kutoka kwa Mungu ni mfinyu. Maana Mungu anadondosha kupitia lile dirisha la wewe kupokea. Yaani kuna vitu unavipokea, lakini namna ya kureceive, ile capacity ya kupokea wewe kutoka kwa Mungu ni ndogo. Unapaswa kumwambia Mungu aitanue mipaka yako katika kuona na katika kupokea katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu anasema watu wa kweli wamepungukiwa na hekima na waombe. Umepungukiwa na jicho la kuona, uombe. Mwambie Mungu, ninaomba, hata kwa maombi au kwa kufunga, omba ili Mungu aruhusu. Kwa mfano lazima kwamba takeni sana karama za roho. Takeni sana wewe. Moja kati ya kukumbuka ndoto, kuna kitu kingine ambacho kinafanya usahau. Kiwango chako cha mahusiano yako na Mungu, yaani yule mtu wa ndani ni mdogo. Mke wangu ananisimulia, yaani anapokuwa anaomba karibu kila siku anatumia lisali moja na wili, uwezo wake wa kuzikumbuka ndoto zake na kuota ndoto, yaani kuona mambo, unaongezeka. Unaona? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikiwa unaota ndoto lakini unasahau, yaani uwezo wako wa kupokea na kuzitunza ni mdogo, omba. Mtafute Mungu, muite Mungu, mwambie Mungu, natanua mipaka yangu katika kupokea, na yeye atakufungulia huo mlango na utaanza kuota ndoto na kuzielewa kwa jina la Yesu. Nasema ukiota ndoto upokee na kuzielewa kwa jina la Yesu. Weka mkono wako katikati ya kitosi hapo. Sema, kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninakemea roho ya usahaulifu kwa jina la Yesu. Nikiota ndoto nikumbuke, nielewe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema fire ya kwanza, ya pili. Hamisha mkono wako kwenye moyo upande wa kushoto. Sema, kwa jina la Yesu, moyo wangu pokea maono, pokea mafunuo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetela mashando kusakapaile rima ya bakatakatia makando yano shetelema yira mama mashakapa. Na kemea roho ya usahaulifu, na kemea roho ya kupoteza, na kemea roho ya kuteleza. Bwana, huyo mtu akiota ndoto, hiyo ndoto yake ikumbuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mashetani wanaosaulisha roho ya binadamu, delay spirit, tunaikomesha, tunaizuia, tunaipinga katika jina la Yesu Kristo. Achia kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina. Amen. Pokea nguvu za kiroho kwa jina la Yesu. Nasema pokea nguvu za kiroho kwa jina la Yesu. Macho yako ya kiroho yafunguke, uone. Yale yaliyofichika uyaone kwa jina la Yesu. Inakuja kama fumbo, lakini sasa macho yako ya kiroho yatiwe nguvu katika jina la Yesu. Nasema macho yako yafunguke rohoni katika jina la Yesu. Weka mkono wako kwenye macho. Sema, mnaweka mkono huu kwenye macho ya kiroho, nione vitu vyote waziwazi. Ninakataa roho ya upofu. Mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni sauti ya Mungu, mimi ni macho ya Mungu hapa duniani katika jina la Yesu. Sema napokea, sema napokea, sema napokea. Amen, amen. Pigia Yesu Kristo. Ndio. Amen. Ulihitaji kujua maana ya ndoto yako. Niliota tulikuwa watu wengi tumepanga mstari. Tulipokuwa tunatembea huku tunakimbizwa na watu nyuma. Lakini tukawa tunapita kwenye daraja hilo, huku ni maji na huku ni maji. Lakini mimi nikawa nyuma. Kwa watu waliokuwa wamenitangulia wote walimbukia kwenye yale maji, ila mimi nikapita.
Kila kipindi napita kwenye lile daraja, nikaokota simu kubwa nzuri, nikaenda. Nilikokuwa nikafika salama, sikupata changamoto yoyote, japokuwa nilifika nimechoka. Hivyo nikatafakari ndoto hiyo, sikuelewa maana yake, kwamba ulikuwa mnakimbizwa ile mnapanga mstari, ndio, halafu mkapita kwenye daraja, ndio. Pale kwenye daraja wengine wote walidumbukia mle, ndio, ila wewe ukapita. Ndio. Na hapo kwenye daraja uliokota simu wakati unavuka. Ndio. Ila ulifika kule ulikokuwa unaenda umechoka sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila katika wale watu wanaovuka daraja wakati mnakimbizwa, wengine wote walidumbukia kwenye maji ukavuka. Maana yake lile daraja pale ni kwamba kuna tatizo au jaribu, kwa sababu ndoto iwe ndefu kiasi gani huwa ina ujumbe huu mmoja. Maana yake kuna jaribu, na kwenye lile jaribu wewe utavuka, na wakati unavuka hautavuka mtupu. Yaani wakati unapita kwenye kile kikwazo utavuka na kitu cha thamani, lakini ni cha kiroho. Yaani kuna kipawa fulani ambacho utakipata kutoka kwenye lile jaribu. Kipawa hicho ni cha kiroho, ambacho hicho kipawa utakapokipata, ijapokuwa katika kukipata kile kipawa kiwango chako cha uvumilivu katika imani kitakuwa kimefikia katika hali fulani ya kulegalega, namna fulani maisha yako ya kiroho yatakuwa yamechoka, ila utakuwa na kitu. Pamoja na kwamba umechoka, lakini una kitu. Bwana akupe nguvu katika jina la Yesu. Wengine walizama, ila wewe ulivuka. Maana yake pamoja na kwamba kuna kikwazo, ila utakipita. Inawezekana ni kikwazo ambacho kiko kwenye maisha, kwa sababu mnatembea na mnasafiri ni maishani, mnasafiri, lakini wewe uko nyuma. Na wale waliotangulia wengi walidumbukia mle, na wewe ulivuka. Lakini katika kuvuka, pamoja na kukimbizwa, ulipata kitu. Bwana akupe katika jina la Yesu. Anasema simu, kitu cha kiroho. Kuna uzoefu fulani, kuna connection fulani ya kiroho ambayo utaipata. Hiyo connection itakutengenezea mtandao mkubwa sana kati yako wewe na Mungu. Amina. Kama anavyotengenezea mtandao, na wewe utengenezee mtandao mkubwa katika ulimwengu wa Mungu. Amen. Amina. Ubarikiwe. Tulikuwa tumefikia wapi? Kuota ndoto na kusahau. Kuna watu wa aina mbili. Mwingine haoti kabisa. Hili ni tatizo. Haoti kabisa. Kuna andiko linasema, tunaelezaje? Tunasema hawatajua mema ya wajiao. Kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kama unaota ndoto, maana yake hata kama ni mabaya au mema, maana yake wewe utajua. Na kama hutajua, hautakuwa na uvumilivu au subira. Kwani ni lazima kuijua ndoto yangu? Ndio, ni lazima, kwa sababu ni kama mtu anayesafiri kwenda mahali ambapo hajawahi kufika. Ukishapata ramani au ukajua jiografia ya mahali unapokwenda, utakwenda kwa ujasiri zaidi, kwa sababu unajua. Amen. Amen. Sasa unasema kwani ni lazima? Sio lazima bwana. Kama Mungu alishanipangia, kanipangia tu. Kama mimi nitamiliki tu. Uongo. Kuna mambo unaota ndoto unajipanga leo.
Kweli, kwa sababu Mungu anaweza kukupeleka popote ambapo wewe hujawahi fika na kufikisha. Lakini kwa nini Mungu alikuletea hiyo ndoto? Kwa sababu anajua kuna hatua za ziada ambazo wewe unapaswa uzifanye ili kuishi yale maisha unayopaswa wewe kuishi. Ndio maana Farao alipoota ndoto, yeye alipewa mawazo na hekima namna ya kuyakabili matatizo yanayokuja. Akaambiwa, leo unaona unavuna, lakini kuna siku zinakuja hamtavuna kabisa, miaka 7. Hii miaka ya shibe, nunua chakula, tunza chakula katika maghala, ili itakapokuja ile miaka ya njaa uweze kuwa na chakula cha kutosha. Kwa hiyo kama singeweza kutafuta watafasiri wa hii ndoto, maana yake na yeye angekuwa kama mataifa mengine, na yeye angekuwa kama watu wengine. Watu walipona, dunia ilipona kupitia Misri. Sasa dunia ingeponea wapi kama angeshindwa kufuatilia hiyo ndoto? Kumbe mtu mmoja anaweza kutoka ndoto ya kuokoa ukoo mzima, kuokoa familia nzima, kuokoa kanisa zima. Kwa hiyo unaota ndoto haukumbuki. Kuna kuota ndoto na kusahau. Naota ndoto unasahau. Kuna mambo mawili. Ndoto zina tabia za kuwa na mabawa, huwa zinaruka. Ndio maana unapoota ndoto, unapoamka unaikumbuka, uiandike. Uiandike, ndio maana sema iandike njozi hii katika vibao, ili kila asomaye isome kama maji. Njozi kwa maana ya maono na njozi kwa maana ya ndoto yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Nebukadneza anaota ndoto, na ndoto yake alipoota akatafuta watu wachawi, waganga, Wakaldayo, maana ameisahau ndoto yake, ili wamwelezee ile ndoto aliyoota na tafasiri yake. Sasa nisikilize vizuri, sikilize vizuri. Yaani wewe umelala ndani moto chumbani, unaota ndoto ukasahau, halafu unakuja kwa watu unawaambia, niambieni nimeota nini? Niambieni nimeota nini? Mfalme, si tuambie ndoto, halafu sisi tutakupa nini? Tafasiri. Anasema sikilizeni. Nyinyi si ni wachawi? Nyinyi si ni wenye hekima? Nyinyi si ni Wakaldayo, wana sayansi? Nataka mniambie nimeota nini, na mniambie. Unajua kipindi kile hao wachawi, yaani walikuwa wanalipwa mshahara kila mwezi kwa kazi yao tu ya kufungua mambo magumu ambayo sio ya kawaida. Walikuwepo wachawi, walikuwepo wenye hekima, walikuwepo Wakaldayo na wasihiri. Yaani watu ambao wanajua mambo ambayo hufundishwi darasani, ila unafundishwa kwenye ulimwengu wa roho. Hao watu kila mwezi wanapokeaga posho kwa ajili ya mambo kama hayo. Sasa alipoona wamesema kwamba tuambie kwanza ndoto, halafu sisi tutakupa tafasiri, akaona mnataka kunipiga chenga inawaua. Maana yake nini? Nyinyi kila siku mnapokea posho kwa ajili ya kazi kama hizi. Sasa kazi yenu wote mnataka kufanya kazi gani? Sasa wakati unaendelea kusoma hayo maandiko kule chini, twendeni tusome. Mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, na utuambie sisi watumishi wako ile ndoto kwanza, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme yuko tayari kutoa thawabu, zawadi, kuwaheshimisha watu ambao
watamjulisha yeye ndoto yake. Yuko tayari kutoa pesa, yuko tayari kutoa pesa, anataka ajue ameota nini. Lakini leo kuna mlokole ambaye anaota ndoto na hiyo ndoto inautikisa moyo wake, ila hataki kujua nimeota nini. Sasa aliye na elimu ya ufalme ni nani kati ya huyu Nebukadneza mpagani na huyu mlokole ambaye hataki kujishughulisha na mambo ya kiroho, wakati anaitwa yeye ni kanisa la kiroho? Unajua, Assemblies za Pentekoste kukataa ndoto ni kudhalilisha imani, ni udhalilishaji wa imani, kwa sababu wewe unakataa ndoto wakati dunia nzima inajua Pentekoste ni makanisa ya kiroho. Maanake kama una mambo ya kiuchawi, unasumbuliwa na majini, unasumbuliwa na mapepo, pelekeni kwa mlokole. Si ndio jamani? Jamani, si ni sawa? Kwamba zamani watu walikuwa wanasema huyu anasumbuliwa na mapepo, peleka kwenye hilo kanisa la mlokole pale. Mapepo ni watu au ni roho? Sasa kama ni roho, maanake sisi mambo ya rohoni ndio kwetu. Hapaswi kuja mtu ambaye nimeota ndoto nahitaji kujua tafasiri, halafu wewe unasema haya mambo mimi siyataki kuyasikia, ni mashetani. Ni shetani wewe, kwa sababu hautaki kumjua Mungu sawa sawa. Kwa sababu umeyakataa maarifa, basi na Mungu amekukataa wewe usiwe kuhani. Imefaa kinywa cha kuhani kihifadhi maarifa. Maarifa nini? Farao anawaambia wasaidizi wake, tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa nani? Wa Mungu ndani yake. Kumbe anayetafasiri ndoto sio binadamu, ni nani? Tukiendelea kusoma pale chini anasema hivi, Danieli alipoulizwa unaweza, akasema sio mimi, maana yuko Mungu mbinguni afunuaye mafumbo. Kwa hiyo mtu anayetafasiri ndoto ana Mungu. Mtu mwenye Mungu lazima awe na uwezo wa kusema mleteni kwangu, nimeota ndoto, nimekosa tafasiri yake, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na ndoto. Haleluya! Ndivyo wanavyopaswa kusema watu wa Mungu. Yule mfalme wa Israeli akalilalua joho lake, akachanachana mavazi yake, akasema mimi ni Mungu hata niuishe. Amepelekewa nini? Ukoma wa Naamani. Kisa Naamani ameenda akamwambia, ninataka uniponye, nimeambiwa uniponye ukoma wangu. Alipoona ule ukoma hapo akaambiwa, unapaswa wewe uniponye ukoma. Yule mfalme akachana mavazi yake, akasema mimi ni Mungu hata niue na nipige na kuhuisha. Mimi ni nani ukaniletea ukoma? Lakini aliposikia mtu mmoja aliyejaa Roho Mtakatifu anaitwa Elisha, akasikia kwamba mfalme amenanua mavazi yake. Elisha akasema mleteni kwangu, mleteni kwangu. Naye atajua ya kwamba yuko Mungu katika Israeli na kwamba mimi ni mtumishi wake. Watu ambao ndoto zao zimekimbia, watu ambao wana maswali juu ya maisha yao, wanapaswa waje watuulize sisi. Watuulize sisi. Maana sisi tumepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Tumepewa kujua siri ambazo dunia haijui. Sisi tumepewa kujua. Anasema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja kwenu atawafundisha yote, hata mambo yajayo atawapasha habari zake. Ni wewe Bwana. Amina. Sasa unaanza kuletewa ndoto, unaanza mimi akikuletea ndoto, mjeeleza ndoto yako, nami nitakupa tafsiri yake. Ndivyo walivyo watu wenye ndoto kubwa, wenye maono makubwa. Wao huwa hawakimbii ndoto au hawakimbii majaribu, wanakabiliana nayo. Waambie tunaye Mungu mbinguni. Waambie nataka tafsiri yangu, waambie nipe muda. Kuomba muda sio kushindwa, kuomba muda ni kutafuta hekima. Nipe muda. Danieli akamwambia aliyoko, nipe
kuonyesha ile tafasiri. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana akufungue macho, Bwana akufungue macho mwanangu, akupe uwezo wa kuona mambo yasiyoonekana katika hali ya kawaida. Hii dunia haiongozwi na watawala, inaongozwa na watu wa kiroho. Mambo ya rohoni, maamuzi ya waombaji, maamuzi ya watakatifu ndio yanayotengeneza njia. Ndio maana mlokole kukimbia nyumba kwa sababu ya uchawi ni uchuro, laana. Yaani wanakosa wachawi kukimbia wewe, fanya vituko pale mpaka watakimbia. Umeamka, umelala usiku, unasababisha jambo. Saa 8 za usiku unapiga magoti. Unasema tapiga magoti kwa muda wa nusu saa au lisali moja. Halafu kwa yule jirani anayekutengenezea matatizo unapeleka tetemeko la nchi. Akiwa amelala aote anarushwa. Apige kelele akiwa usingizini. Leo nacha. Nacheza na mlokole aliye na maarifa. Yaani mlokole aliye na maarifa ni zaidi ya mchawi. Wachawi wanatuogopa sisi ambao tunaona tuna maarifa. Yaani unaweza kumtengenezea kichuko tu. Unasema usiku huu mimi siri na nitapiga magoti kwa muda wa risali zima. Wakati unapiga magoti, ninatengeneza tetemeko na muita na ni mama Kapenyu, ninakupelekea tetemeko la nchi. Yaani wakati umelala wote unadumbukizwa kwenye shimo refu, halafu haufiki chini. Yaani unakwenda unalia. Shimo refu unapelekwa chini kule. Halafu kuna mlokole mmoja yuko anaomba, anasema Bwana, ninaifungua ardhi ambayo iko chini ya kitanda chake. Halafu yeye ninamchomoa ile roho yake, ninaidumbukiza chini kwenye shimo. Huyo anayetesa watoto wangu, huyo anayetesa familia yangu, ateremke chini shimoni kwa jina la Yesu. Asiwe na usingizi unaofurahisha. Akisinzia aote anafukuzwa na wanyama wakaja na piga kelele. Yaani ukifunika macho tu unaona simba huyo, inabidi ufunue macho. Umecheza na mlokole, unamsumbua mlokole, wewe unamsumbuaje mlokole aliye na maarifa? Anasema waandishi wenye elimu ya ufalme wa mbinguni wanafananishwa na mtu mwenye ambaye ana vyombo vya kale na vyombo vipya. Mwandishi mwenye elimu ya ufalme maana yake amesheheni. Mpendwa mwenye elimu ya ufalme amesheheni. Bwana akujaze maarifa na Bwana akupe uwezo wa kufanya mambo, akupe uwezo wa kufungua ulimwengu wako na kuusonga kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Amekusumbua na wewe mpelekee kelele. Ika malaika mwambie, natuma malaika kwenye chumba cha mtu fulani. Mama Kadaso, ninamtumia malaika wa kupiga makopo ndani ya nyumba yake. Wale malaika wanaanza kugonga makopo kwa jina la Yesu. Nasema, malaika wa Bwana mnaofanya kazi na Jerusalem Temple, ninawatuma mwende kwenye nyumba ya Mama Kadaso. Mkapige makopo na madebe ndani ya nyumba yake silali. Halafu anasikia makopo, watu wanapiga makopo. Anatoka anaenda kuuliza kwa jirani, jamani, hivi mnasikia haya makopo na madebe yanayopigwa? Wanamwambia, mbona kuna shwari tu, madebe ya wapi? Akirudi ndani madebe yanapigwa mpaka jamani. Yaani watu watamjua tu mtaa wote kwamba huyu ana matatizo huyu. Jamani, mimi kuna mtu mmoja alikuja kuniambia, "Hivi mchungaji, wewe una matatizo gani?" Kanisa lako likoje? Kwani likoje? Akaniambia, mbona hili kanisa linawaka moto? Mbona wewe linawaka moto? Wewe una nini? Nikamwambia, kwani wewe lilikuwaje? Sasa ndio nikaja kuambiwa ya kwamba wanapokuja kuingia kwenye hili kanisa wanakuta moto. Ila wakirudi wanapita kawaida, wanakuta kanisa liko. Anakuja kuniambia mwenyewe, baba mchungaji, tuongee kidogo. Tuongee nini? Anasema, hili kanisa lako huwa likoje? Mbona huwa tunalikuta linawaka moto? Nikajua huyu amepatikana, huyu anakujaga na sura yake ndogo. Wote wanaokutafuta kwa ubaya wakutane na moto wa Bwana kwa jina la Yesu.
ifanye kuwa miali ya moto. Mikono yako na miguu yako ifanyike nguzo na radi kwa jina. Kila unapotembea watu wakimbie vishindo vyako katika jina la Yesu. Makini waliotekwa barabarani. Ni hivi, unajua kuna mapepo na wachawi ambao huwa wanapenda kukaa njiani kuvizia watu ili wawatengenezee mabaya. Sasa miguu yako ndani ya siku 21 tunaifanya kuwa fuso na kuwa gari la mchanga. Yaani wakati unatembea watasikia honi ya gari pili na tani na washi na kimwili. Kuna fuso inakuja au kumbe ni mpendwa anatembea. Kutoka imadani mpendwa anatembea ameshima mafuta na upako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yaani ile gari wamekaa njiani na msemo kwenye uchochoro huu fuso. Uchochoro na fuso wapi? Kumbe kuna malaika wamekaa wamekutengenezea umbo la fuso. Alafu inamulika. Alafu juu kuna watu wanawaambia mnakufa leo, mnakufa. Alafu kule upinde kuna mtu anaishiria kwa amani huu uchawi ni wa watu. Bwana kubadilishia maisha, akufanye kuwa radi na moto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya! Oh, haleluya! Haleluya! Wale watakao kuja kutafuta nyumba yako, wakipita wakiangalia waone ni kichuguu cha miba. Unajua ile miba ni yetu kama kidole. Yaani wakiangalia hiki chumba hiki tangu lini kimekuwa kichaka. Yaani anakuta kuna miba ambayo huwezi kusogea. Kumbe hapo kuna mlokole mmoja analindwa na nguvu za Bwana. Hiyo miba hiyo kwenye maisha yako na Bwana kutengenezea ulinzi. Asiwepo mtu kusogelea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakija kama sisimizi, wakija kama panzi, sisi watatukuta tuko kama mwewe. Panzi kwa mwewe, sasa mwewe kapata chakula. Halo? Wakija kama moto, sisi ni maji tunawamwagia na kufunika kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya, 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 haleluya. Ninaongea na majitu ya Yerusalemu temple, majitu yaliyojaa uweza na mamlaka wa Bwana. Inua mikono yako miwili juu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila bahati mbaya iliyowekwa mbele yangu haitanipata mimi. Iwarudie waliotengeneza. Kila mitego iwanase waliotega. Kila shimo sukuma ili niponde na niamuru liwarudie wao, liwaponde wao, liwaponde wao kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Anza kuomba dakika 2 kwa ajili ya kurudisha hayo mawe ya waponde wao. Wamesukuma mawe ya umaskini, ya waponde wao. Wamesukuma mawe ya magonjwa, ya waponde wao. Wamesukuma mawe ya kukataliwa, ya waponde wao. Wamesukuma na kutekeleza mitego. Hiyo mitego iwanase wao, iwanase wao, iwanase wao. Rima kapa, rima kapa. Shela mama sakapa, shando kuzakatia bakati.
katia makanto ila mama yende makande rama shabakapai karata rita masakapai dakanya maramani kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Shangwe hivyo. Inua mikono yako juu. Alisemesha mkono tumwelekezea huyu binti. Naona vita katika ulimwengu wa roho. Wale wanaofuatilia maisha yake, yule mwanaume wa kichawi bado anafuatilia, tumkamate na tumtandike katika jina la Yesu. Wanajaribu kubeba ni kama mtoto wa kichawi na kumwingiza kwenye tumbo la huyu binti. Tulipowazuia kumwoa, wanatengeneza mauzauza ya kumfunikia na kumjazia mtoto, yaani mtoto amechomolewa mahali fulani, wamekusudia kuja kumpanda kwenye tumbo lake. Kanisa, inua mkono, sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila mkakati wa mimba ya kijini, ya kimizimu juu ya huyu mtu, hiyo mimba tunaikomesha kwa jina la Yesu. Sema achia! Sema achia! Kwa jina la nani? Haya, kwa dakika moja anza kukata hiyo mikono iliyobeba hiyo mimba. Kata 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 kata. Kata kwa jina la Yesu. Kona ya giza, kata kwa jina la Yesu. Kona ya kuzimu, kata kwa jina la Yesu. Mikono ya machini, kata kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Shete kapa kapa. Shando kusakata kapa. Ira mama mashakapa. Katika jina la Yesu. Ewe chini, uliyekaa kwenye hilo tumbo, umekaa kwenye hilo tumbo, umeweka sura, umeweka mtoto wa kimizimu aliye kwenye tumbo, uliyempanda kwenye hilo tumbo, ninakuamuru kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Haya, beba hicho kitoto chako ondoke. Beba 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 hicho kitoto. Beba hicho kitoto kwenye hilo tumbo, beba. Beba 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 beba. Beba hicho kitoto cha kijini ulichokuja kukipanda kwenye tumbo lako. Beba 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 beba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rama mama shakata kapo. Ndia mama shandi kasakata kapaya. Ira mama kata ya wakati. Ira mama sakata kapaka kapa. Ira mama ndele mashakata. Ira mama sakapa ya wakai. Shakata. Ira mama sakapa. Ira mama sakata. Na kwenda kwenye mji wa mimba. Ninaitoa hiyo mimba ya mzimu. Mimba ya mzimu kama sana. Ninakwenda kwenye tumbo la uzazi. Ninaitoa hiyo mimba ya mzimu. Ninaitoa hiyo mimba ya mzimu. Rika makatakati. Ria makasakatakati. Yeye makatakatakati. Ria makasakatakapa. Yesu kapakatakati ya makatuya. Wewe ni nani ulioleta hiyo mimba? Wewe nani? Umeleta nini kwenye tumbo lako? Umeleta nini? Mimba. Ulitoa wapi hiyo mimba? Kwenye mti. Kwa hiyo mimba inakaaga kwenye mti. Tengenezwa kwenye mti wa mzimu. Ilitengenezwa kwenye mti wa mzimu. Halafu ukaichukua ukaileta kwenye tumbo la hili ili ifanye nini? Nataka baada ya miezi miwili itolewe sadaka kwa madhabahu ya mzimu. Unasema? Baada ya miezi miwili itolewe sadaka. Hiyo mimba. Kwa hiyo hapa umeona ni pa kuoteshea nyinyi eti? Kwa sababu yeye alitolewa sadaka. Yeye alitolewa sadaka. Kwa hiyo umeona mje mpande humu ili mwende mkachukua tena mkatoe sadaka yenu ya mizimu. Wewe ni nani? Nakuua leo, nakuua. Nakuua. Kanisa, kamata panga na hiyo mimba yao ubebe. Unasikia Malikia?
Unanisikia vizuri? Sasa beba hiyo mimba yako uondoke, maana tunakuwa leo. Unanipata vizuri? Haya, tunakwenda kukata kichwa cha Malkia na hiyo mimba aondoke nayo Malkia mwenyewe kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Hiyo mimba iliyotengenezwa kwenye mti wa mizimu tunairudisha huko kwenye mti. Kuanzia sasa hivi tunaichomoa. Chomoa hiyo mimba kwa jina la Yesu. Sema mimba ya kichini, mimba ya mizimu. Hautakaa kwenye hili tumbo tena. Hautakaa kwenye hili tumbo tena. Hautakaa kwenye hili tumbo tena. Toka. Haya chomoka. Haya chomoka. Haya chomoka. Haya chomoka. Toka injaraka. Toka injaraka. Toka injaraka. Leo mimba ya kichini. Toka injaraka. Leo mimba ya kichawi. Toka injaraka. Leo mimba ya mizimu. Toka injaraka. Leo mimba ya mizimu. Bila kuchomoa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kanisa piga kanasema fire. Sasa nataka tukate ule mti. Maana umekuwa wakipanda mimba tunamleta pale kwenye ule mti. Chukua panga, tuma malaika kwenda kukata mti. Sema kwa jina la Yesu. Ule mti wa matatizo unaotengenezewa mimba na kushambulia watu. Sema ninaupata kwa damu ya Yesu. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Kwa jina la nani? Hayaanza dakika 2 kata mti. Kwanza kwenye shina. Shina lake. Huo mti tunaunoa. Huo mti tunaunoa. Huo mti wa misimu. Tunakwenda porini. Pori hilo. Tunakwenda porini. Tunautikisa. Huo mti wa misimu. Tunaukata. Tunang'oa. Ila mama sakapa. Ewe mti kauka. Huo mti ukauke. Usionekane tena. Huo mti wa misimu ulioko kwenye pori la Magu, pori la Kwimba, pori la Mwanza, pori la popote. Hilo pori, hilo beba miti ya kichawi, miti ya misimu. Unaukosha, tunaumana mizizi yake. Achia. Moka ewe mti. Kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna kilinge ambacho ndicho walikusudia kupeleka hii mimba, na hicho kilinge na chenyewe tukipige nyundo na tukichome moto. Hicho kilinge kilichokusudiwa kupeleka hiyo mimba, tukipige moto na tukipige nyundo. Inua mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Hizo shughuli za mizimu zilizoandaliwa baada ya miezi 2 tunazipiga nyundo kwa jina la Yesu. Tunazichoma moto kwa jina la Yesu. Mahali popote kuliko na kilinge cha uchawi, cha mizimu, cha ukoo, tunakivunja kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema fire. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Anza kuomba kwa dakika 1 kwa ajili ya kuvunja. Tumia nyundo. Vunja kilinge cha mizimu. Vunja kilinge cha mizimu kilichoko Magu. Vunja kilinge cha mizimu kilichoko Kwimba. Vunja kilinge cha mizimu. Rika sakatakapa. Ria makapaya. Ila masakapa. Ila mashande koromo sapa. Ila makapakata. Tunakipomosh. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Malkia wa kuzimu uliyebeba maisha ya watu. Malkia wa kuzimu mkata kichwa. Sema fire. Haya, chukua upanga. Sema ninakata kichwa cha malkia. Sema nakata kichwa cha malkia. Haya, anza kukata kwa jina la Yesu. Kufa kwa jina la Yesu.
shingo, ninakata shingo. Tokash, 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 tokash. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tokash. Una maisha tena. Achia maisha yetu. Potea. Jesus name. Pigia Roho Mtakatifu makofi. Chukua sadaka yako. Amka. Tunaharibu. Tumekwisha kuharibu. Wewe sio benki ya kubeba watoto kichaka. Nenda kwa Mungu. Na hiyo mimba utaiona tena kwa Yesu. Inua sadaka yako. Baba, katika jina